Hatimaye Watanzania ambao waliokuepo nchini Nigeria ikiwemo Diamond Platnumz, MC Garabi, Jux mwenyewe bwana harusi, Billnass, watu kibao ambao walioshiriki harusi ya Jux pale mjini Nigeria wamerejea Tanzania. Lakini inasemekana ile harusi bwana, kuna mtu amenufaika zaidi na ile harusi kuliko mwenye harusi mwenyewe. Umeisikia hiyo Seko Brand? Nimepata hiyo mzee wangu. Yaani kuna mtu ametumia ile ni platform ya kung'aa yeye tu kuliko mwenye harusi. Wajinga si ndo wale wao. Na ndio maana nikakwambia katika maisha ogopa sana mtu anayekushawishi kitu ambacho yeye hajawahi kukifanya. Muogope sana mtu ambaye anakushawishi kitu ambacho yeye hajawahi kukifikiria hata kukitenda. Na maanisha kwamba uwezo kupata ushauri wa maisha ya ndoa kwa mtu ambaye hajaoa. Unaelewa? Ya hiyo inakuwa mikakati tu ya mtu. Unaelewa? Kwa hiyo tukisema kwamba Diamond na Jux ile harusi sasa imekuwa kama ya Diamond, sio ya Jux tena. Kwa sababu midomoni mwa Nigeria ni ya Diamond Platinum, ndo sijui katoa hela nyingi, sijui katunza pesa nyingi, sijui yeye ndo imekuaje. Ukicheki ukija Bongo kwetu huku, bwana Diamond ana hela nyingi. Umeona alichokifanya kwa Jux? Ameenda na bilioni 1 za Kitanzania. Sijui unanielewa baba bwana harusi ameenda na shingapi kwenye ndo? Haijasemekana chochote. Anazungumziwa Diamond. Kwa hiyo mtu kama Diamond ni mtu fani wa kuteka sana attention ya yeye kujinufaisha. Diamond anaweza kalitumia jambo lako kupata hela yeye. Diamond anaweza akatumia swala lako wewe kupata yeye kuzungumziwa. Sio, unanielewa? Sasa wasanii kama kina Jux wale wanamkopi kila kitu Diamond, wanamsikiliza sana Diamond. Bwana tunarudi kwenye pointi. Diamond hawezi kumshauri mtu aoe au akae na mwanamke ikiwa yeye hajawahi kuoa wala kufikiria kuoa. Si unanielewa bro? Atakupoteza tu chinyange. Si unanielewa? Yaani atakufanya ufeli vitu vingi, kwa sababu kama Jux mimi namuona kwenye kufeli kabisa. Kwa sababu gani? Anatumia pesa nyingi sana. Yaani amewekeza pesa nyingi sana kwenye lile jambo, wakati wenzake Wanyamwezi ile kushikana mikono tu bani, mtu anaoa, mambo yanaisha, anafanya shughuli zao, harusi ya kimya kimya. Yaani unafanya vitu vingi kama vile kuna kuachana bro, utalia mwisho siku utaharibika kiakili kabisa, kwa sababu unafanya vitu vingi, unatumia pesa nyingi. Na bado pia wanasema kuna reception ambayo itafanyika hapa Tanzania, Dar es Salaam. Maana yake kuna pesa nyingi zaidi zinaenda kupigika hiyo siku. Sasa ile timu alokuwa nayo ile ndo timu wanyunyaji sasa. Yaani Jux angekuwa na akili timamu. Umeona wale anaongozana nao? Ukimcheki Omidimbozi hajaoa, Diamond hajaoa. Ukija ukimcheki yani pale labda Billnass tu ambaye ananiliu ndo anaweza akamuiga. Si unanielewa? Lakini wote timu asilimia ya timu kibao anaongozana nao Jux kwenye majambo yao, ana wanawake wa kuwaweka ndani. Usizani kama kuna ushauri wote wanaweza wao wanamwacha tu hapo Gome, wanamwacha tu tunaenda Nigeria kaka, haina shida. Vipi baba Saudi Arabia au? Sawa, aondo wa Bongo unajua. Sasa yule baadaye sasa akija akikae ndo atajua kumbe mimi nilifeli, huu ni mchongo tu, si ndoa si kuhusu Mwenyezi Mungu abariki tu. Jambo la heri wanasemaga. Piga ubani mtoto wa Kiislamu, fanya mambo yako, kwa sababu hizo hela anazozipoteza au hela anazoziletea sifa si kwenye mazingira kama hayo, baadaye atakuja mkosti. Na ndo wenzake hao wanakuwa wanateka attention yake, watakaa pembeni wanamchora tu wanamwangalia. Itamkosti. Kulikuwa kuna haja hiyo ya Diamond Platnumz kutumia nguvu kubwa na yeye, maana yake kama harusi ikawa ya kwake. Tumeona amemtunza bibi harusi pesa nyingi sana za Nigeria, lakini ukija ukizileta kwenye pesa ya Kitanzania ni hela nyingi sana. Bado hapo kama haitoshi, wakaenda club huko. Club pia kila mtu, kila demo wa club aliyekutana na Diamond Platnumz alipewa pesa dola 100, katumia pesa nyingi. Kulikuwa kuna haja hiyo ya yeye Diamond Platnumz kutumia nguvu kubwa ya kifedha kwenye harusi ambayo sio ya kwake. Diamond mtu akwenda na matukio. Diamond anapenda kuzungumziwa. Diamond anataka kuonekana yeye tu. Na ndio maana nakwambia ile harusi ya Jux imekuwa kama ya Diamond. Si unanielewa? Anaona kwamba nisipofanya hivi mimi sitozungumziwa. lazima nimwage pesa nionekane mimi, lazima nifanye hivi nionekane mimi. Na ndio maana mpaka sasa hivi ukiingia YouTube
watu wanamzungumzia Diamond. Bwana kamwaga hela, sikenda na bilioni ngapi, si imekuaje, si kachukua nini, si jeti, si imekuaje. Yani matukio ni yake. Yani kama yeye ndo bwana harusi, huyu mwingine sasa Jux imekuwa kama msindikizaji. Na wao Diamond ni mtu ana akili sana. Tukio lako anaweza kujitengenezea faida, kupata kipato kupitia hilo tukio lako, usipokuwa na umakini. Kwa makini. Kweli na tumeona imezaa matunda hiyo, kwa sababu kuna mchekeshaji wa Nigeria tumeona ameanza kuzungumza kabisa kwa kusema kwamba Diamond Platnumz ni msanii mwenye hela, tena akadilika kumtaja hadi Davido. Yaani yeye ni msanii mwenye hela, lakini pia tumeona anasema kwamba Diamond Platnumz ni msanii mwenye private jet ya kwake yeye. Akamtaja kwamba Davido ni msanii mwenye private jet, lakini ile jet ni ya baba yake mzazi. Kwa hiyo tunaona kabisa jamaa amefanikiwa kupitia harusi ya mwenzake. Yani kapenya. Hii dunia mzao inahitaji akili nyingi sana. Yani inahitaji akili nyingi sana. Kwa hiyo mimi niwaombe tu watu au niwaambie watu, yani usipate ushauri kwa mtu ambaye akifanya hicho kitu itakukosti. Yani mimi siwezi kuja kukuomba wewe ushauri bwana uzuri. Nataka labda nifungue redio, ikiwa hujui mipango yote ya redio. Au nataka bwana nifungue niuze maji, hujui mipango yote ya kuuza maji. Lazima utanitinyangia tu. Lazima utatumia ile idea yangu kufanya jambo lako. Kwa hiyo tuangalie pia na misaada anayotoa Diamond. Misaada sio jambo baya, kwa sababu misaada siku support, misaada haijakatazwa, hata Mwenyezi Mungu anapenda hicho kitu kwa yani kama vile maana yake Jux avomwambia tu Mondi, Mondi akasema mimi fresh, jambo lako nitalisaidia, tutaenda kufanya na vitu kama hivyo. Ndio maana nakwambia Diamond anachukua attention kwenye tukio la mtu, anajua hili tukio lina faida, Diamond anakuja. Diamond asipojua tukio halina faida kwake atokee. Na maana hata ukimwangalia Diamond kwenye event fulani haji, kwenye misiba atokei. Kwa sababu anajua hata nikienda kwenye msiba sitokuwa na tension yote ya kuzungumziwa, shansoma. Anaenda kwenye sehemu kama zile kwa sababu anajua mataifa mengi, wasanii wa Nigeria watakuwepo wengine. Atapata fans wengi wa Nigeria, kama hivyo unavyosema mchekeshaji sio anamzungumzia Diamond tu. Sio, unanielewa? Ndio anachokitaka Diamond. Lakini pia hata wao wasanii wa Nigeria hatujamuona hata mmoja kuhudhuria tukio lile. Alikuwepo kaka. Yule yule ni Peter wa P Square, si ndio? Kweli ni msanii mkubwa, lakini kuna wale icon ambao moja kwa moja ukitaja wasanii wa Nigeria, kuna wale A-list ambao wapo kwenye kwenye nafasi. Kina Wizkid hawajaonekana hao. Sasa labda yule dada hana ukubwa wa kusema watu waje. Unajua tukio sio kwamba eti yule ni Nigeria basi kila star wa Nigeria akamjua. No. Ile ni tukio labda kwao ni la kawaida tu kwa Nigeria, ushansoma. Labda sisi tumelichukulia kwa ukubwa kwa sababu wasanii wetu wengi wameenda kule. Mzungumzia wale icon wa Nigeria hajaja. Labda wamfahamu yule dada, tunamjua sisi na sisi tunamjua kupitia Jux. Mimi nilikuwa simjui yule dada. Unanielewa? Ukiniambia tu Savage, labda ukiniambia sio kina nani wale. Kwa matukio kama hayo mastaa wangekosa tungeshangaa, lakini yule dada nani, ana jina gani la kusema labda msanii kama Burna Boy aende kwenye harusi yake? Kwa hiyo labda ni wa kawaida sana kwa Nigeria. Wa kawaida. Nani labda yani sisi wenyewe tunamjua kwani yule anafanya kitu gani wewe, labda yule dada yule mwanamke wa Jux. Mimi sifahamu. Wewe ukajua na mimi sijui, na tulikuwa hatujui nini anafanya. Unaelewa? Wanadai wa mama yake sio anaigiza, naye pia hatujui kama kweli anaigiza au anaigiza. Labda unakuta nako hata kwa Nigeria kuna channel inaitwa Sinema Zetu, labda anaonekana kwenye Sinema Zetu kwenye Sinema Zetu ya Nigeria. Hatumjui pia. Kwa sisi tumemjua yule dada kupitia Jux. Na ndio Jux anampa attention kubwa yule dada. Atapata fans wengi, na maana Jux atakuwa atumia akili wale mademu. Ushansoma. Unaoa sawa, usimoe vile kwa kutumia hela nyingi, gharama nyingi itakuja za kukosti, kwa sababu usikute dem naye anataka attention. Anataka awe mkubwa kupitia Jux, anataka naye watu wamjue kupitia Jux. Sio, unanielewa kama mkubwa. Kwa hiyo usipotumia Jux, usipotumia akili, atakuja kula za uso. Kwa hiyo kupitia Jux kuna watu wamenufaika sana kwa jambo lake hilo. Sana sio kidogo, kanufaika yule demu wake, yule mke wake lemoa, au kina Diamond ndio usizungumze. Kwa hiyo Jux, unajua Jux mimi namuona ni mtu kama anaambiwa tu fanya hivi, kweli bro, fresh. Fanya hivi, kweli bro, fresh. Kwa sababu ashaamini kwa Diamond. Jux sasa hivi huwezi kumwambia kitu chochote na Diamond. Yaani yule Jux sasa hivi umfuate umwambia anachokuambia Diamond anakupoteza. Anaweza akakupiga risasi. Na pia hicho ndio kitu anachokipenda Diamond Platnumz. Kwa wasanii wote, yani Diamond anataka wasanii wote wa Tanzania wawe chini yake,
yani wamuone yeye ndo bora kwenye kila kitu, si unanielewa? Kwenye ndoa, si kwenye kila kitu, kwenye nini wamuone bora anachokitaka Diamond. Kwa hiyo Jux tayari kashaingia kwenye mfumo wa Diamond, hawezi kupindua. Watu wanaenda mbali zaidi, wanasema Jux amekuwa chawa sasa hivi wa Diamond. So hiyo inaonekana Jux sio midimpozi, sio kama vile shobo kwenye ndege wanamchukua. Yani unajua kuna vitu vingine wasanii wa shida zao au maisha yao wanataka kuisha yanawavunjia hata heshima. Unajua nao mwanaume mwenzako bro, yani kujipendekeza sana au kujikomba sana kwa mwanaume mwenzako, ndio inafikia stage watu wanatafsiri tofauti, unajua. Okay. Yani huwezi kila anapoenda Diamond ipo nyuma. Yani kwa nini yani? Uwe mke wake mwenyewe au demu wake mwenyewe Zuchu aendi hiyo kwenye hilo jambo, wewe upo nyuma yake. Na kweli tumeona hata hii ameenda Mondi ameenda Nigeria, lakini Zuchu akawa yuko Mbeya hapo Chunya. Kaenda yeye na midimpozi. Nimemwona na yule dogo nani yule. Kwamba hawana maelewano mazuri yeye na demu wake. Hamna bwana. Kuna mademu wangapi hana kwa nini asiende na mademu wengine? Nyie kina nani kina midimpozi? Nyie kila sehemu anapoenda Diamond huko pembeni. Wewe nani yake? Si wana nini company? Unaga wana vile babu. Wana gani ule kaka? Wana kila sehemu. Sema atakuwa hata aende Zuchu umekaa wewe pembeni. Hata Zuchu mwenyewe kasaweza akasema asa ndugu yangu vipi tena? Zuchu salienda Chunya huko kupiga show. Asa sikuna ndege kaka, maisha yameshakuwa mepesi sasa hivi sana. Ameenda Chunya sasa, angetoka Chunya tu angechukua ndege chap tu Nigeria. Lakini watu wameziba, yani wanaume wanaziba riziki za watoto wa kike. Hivi ni kweli kwamba harusi ya Jux kuna baadhi ya watu wamenufaika, ikiwemo Diamond Platnumz ameweza kutake over Afrika kwa sasa. Maana yake anazungumziwa yeye kupitia harusi ya mwenzake ambaye ni Jux, kwamba sasa hivi anaonekana Diamond Platnumz ni mtu ambaye ana fedha nyingi kuliko Nigeria. Lakini pia inasemekana kwamba hata jet anayotembelea Davido sio ya kwake, ila Diamond Platnumz ameonekana kwamba ana jeti ya kwake kupitia harusi hiyo ya Jux. Kwa hiyo ni kweli kwamba Diamond Platnumz kwa sasa amejiweka nafasi nzuri kimuziki barani Afrika. Tuandikie maoni yako kupitia Instagram, Facebook, YouTube pamoja na TikTok kwa jina la Uzuri TV. This is how we do.